Hello everyone, this is Kiswakoja katika kituo cha sheria. Leo hii tunataka tuendeleze mjadala wetu kuhusu tabia za machiefs ambazo kwamba tumezi overstretch. Tumezungumzie tabia ya machief ambao kwamba wao wamekuwa ni kama ndipo ni surveyors. Na chief yeye anajua shamba hii inaanza hapa na inaishilia pale. Chifu amekuwa yeye ndo hata anaweka beacons. Yaani kwenye swala la mzozo wa mashamba, chifu ako na history. Nafikiri kuna msikilizaji mmoja katika comment yetu hapa alikuwa anasema tuwaheshimu machifu kwa sababu wanajua historia ya mashamba. Machifu jamani ni watu ambao wana retire, wengine wanaweza kuwa hata ni wageni. Kwa hiyo tukisema kwamba tunawatuka kama jukumu kwamba wao wanajua historia, itakuwa tunafanya makosa na tunafanya blanda, na tuko hapa ili haya makosa tusiweze kuyatekeleza. Kwa hiyo ukitaka kujua historia ya shamba, tumesema kwamba a certified copy of green card is sufficient to give you the history of a certain parcel of land. Itakueleza mnunuzi wa kwanza ama alipatiwa shamba wa kwanza alikuwa nani, kama aliuza alimuuzia nani, alipatiwa pesa ngapi, ama kama alirithi kwa koti gani, na kesi namba ilikuwa gani. Kwa hiyo the history and the records of lands nasisitiza kwamba hizi zinapatikana katika land registry, na hatuwezi kutumia institution memory ya the area chief. Kwa hiyo area chief yeye mbali na kwamba kuna historia, pia tunasema kwamba anajua kwamba mzee fulani shamba yake kuanzia hapa mpaka kule. Unajua zamani wazee wetu wanasema kuanzia Raiba mpaka Kura kwa sehemu hangu. Yaani watu wanapima tu mashamba kwa macho. Kuna watu ambao kwamba ni wataalamu kabisa, wanaitwa surveyors. Wao ndo ni kazi yao ku identify boundaries, kujua shamba inaanza hapa mpaka wapi. Tabia nyingine ya machifu ambao kwamba pia nimeona ni vizuri sana nizungumze. Popote panapokuwa na mzozo wa mashamba, watu wao wanakimbia kwa chifu. Tutendeni kwa chifu tukazungumze. Hii ni vizuri kwa sababu ni traditional way of solving dispute ya mashamba. Lakini Tan B, kwa nini nazungumzia hii issue? Tan B ni kwamba watu wanaenda kweli kwa chifu kuzungumza hili swala la mashamba, lakini unapata baadaye watu wanaandikishana kikaratasi pale, kuna mikataba pale katika ile kusuluhisha ile kesi, watu wanaandikishana. Mtu anasema mimi nimekubaliana kwamba nitampatia kijisehemu fulani cha hii shamba. Ukumbuke hapo shamba pia haijafanywa due diligence, haijulikani hata title number, lakini watu wameketi kabisa. Utapata katika huo mzozo watu wanauziana kabisa. Ni kwamba basi ili kuepusha huo mzozo, mimi hii kesi, hii shamba mimi namwachia huyu bwana, nitampatia mbuzi wawili ama mbuzi watano, ama nitampa 20,000 niendelee kukaa hapo. Utapata hata shamba pengine ule mtu ambaye kwamba anaandikishana pale kwa chief, shamba si yake peke yake, ako na ndugu zake. Unapata pengine ule ndugu anafariki, then wale wengine wanakuja wanashangaa, sasa ilikuwaje, kwani ndugu yetu aliandikisha mkataba na huyu? Na yule naye anasema mimi bana nilipatiwa. Mtu hana authority. Shamba inakuwa owned na watu wengi, lakini mtu mmoja anaenda kwa chief in the process ya kwamba wanataka kusolve kesi nje ya koti, wanajipata wanauza shamba kwamba haijafanywa due diligence, wanajipata wanauza shamba kwamba mtu hana authority ya kuuza. Kwa hiyo hizi ni powers ambazo kwamba tumewapatia, ama tuseme ni majukumu ambayo kwamba tumewapatia machief ambao kwamba overstretch kabisa na si yao, ama hawafai kufanya hivi, kwa sababu in the process wanaleta mzozo wa mashamba badala ya kusolve. Maana itakuwa uwe kusolve ni kwa muda tu kidogo, baadaye unapata mtu umeinvest katika ile shamba ile, ndugu wengine ambao wako hai wanakuja wanachukua ile shamba. Kwa hiyo tuweni makini katika hizi tabia za chief ambao kwamba tumezungumzia kule mwanzo. Sio jukumu la chief kuandikia wewe agreement, it's not a must. Sio jukumu wewe chief kuandikia succession petition, it is not a must. Sio jukumu wewe kumfanya basi kwamba unaponunua shamba unataka uandikiwe na chief. Fuata utaratibu ambao kwamba tumezungumza, na fuata survey ya ku identify shamba yako, ujue inaanza wapi na inaisha wapi. Na kuwa makini wakati unafanya hii mizozo, kusuluhisha mizozo, usifanye mikataba ambao kwamba itaenda kudisinherit wewe kupata shamba ama mtu wako wa karibu kukosa shamba ama kuleta mizozo. Thank you so much. Nimeona hizo ni some issues ambazo zina affect jamii yetu. Naona ni muhimu sana nizungumzie, wala sikuwa na nia ya kuwakwaza machifu ambao kwamba wanafanya kazi nzuri kule nyanjani. Asante sana. Mungu atubariki. Stay tuned.